mchungaji akutongozwa katika mbembelezeni shetani naye ataondoka. Inasema Bwana Yesu asifiwe sana. Leo natamani kushare kitu, na kwa bahati mbaya sana mimi sina desturi ya kukasirika ama kutumia sauti kubwa ama ya kufoka linapotokea jambo ambalo haliko sawa. Huwa naamini sauti ya upole huwa inasikika zaidi kuliko sauti yenye makelele. Wakati tunaendelea kuishi na kupitapita kwenye mitandao ya kijamii, nikakutana na clip ya mchungaji mmoja akisema kuwa mshirika ikitokea ametongozwa na mchungaji na akamkataa, anaweza akapata laana hata asiolewe tena. Msikilize vizuri, alafu tuje tuangalie haya maneno ni ya kweli ama hizi ndio zile injili zinazopoteza. Nilikuwa namwambia binti mmoja, mchungaji hawezi akakutongoza ukamkataa. Mchungaji akataliwe ni laana. Hamjanielewa? Yaani mchungaji akutongoza ukataa ni laana. Unaweza usiolewe maisha yako yote. I'm telling you, I'm not joking. Yaani mkatai kabisa, umwambie mimi sikupendi, mimi sikutaki. I'm telling you, you can't win that match. Kwa nini? Kwa sababu mkubwa hakataliwi. Biblia inasema kama mbayuwayo anayeruka huku na huko, kadhalika na laana isiyokuwa na sababu. Ama kwa maneno mepesi ni kwamba laana yoyote ambayo haina sababu haiwezi kumpata mtu. Huyu mchungaji anapata wapi mamlaka ya kusema kwamba mtu ukimkataa mchungaji wako anapokuambia anakupenda, anakuhitaji kingono, kwamba ukimkataa ni laana na unaweza kupata changamoto ya kutokuolewa kabisa? Anataka kupanda mbegu gani miongoni mwa watoto wa kiroho, kwamba ni halali baba wa kiroho kutembea na mshirika wake, ama ni sehemu ya maelekezo ya kibibilia ama ya kiroho kwa washirika kukubali kuwa kwenye mahusiano na wachungaji wao? Imetupasa sisi kuyajua maandiko sana. Unaweza kufikiri watoto wake wa kiroho wana hali gani? Kama baba anafikia mahali anasema ukimkataa mchungaji wako ni laana, unaweza usiolewe, ina maana huyu watoto wake wa kiroho wako salama kweli? Biblia inasema wazi, mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Mimi nimemfuatilia hata alipoitwa kwenye chombo cha habari ili afafanue, akajaribu kusema kwamba alikuwa anazungumzia mamlaka, kwamba mamlaka haikataliwi, na akajaribu kutoa mifano ya kidunia kwamba iwapo labda tajiri yako aliyekuajiri endapo atakutongoza alafu ukamkatalia, kwamba anaweza akapelekea wewe kuingia kwenye misukosuko ya kazi ama hata kufukuzwa kazi. It is okay, inawezekana. Lakini Biblia inatuambia nini kwa habari ya kusimamia msimamo na usitende dhambi? Basi kama ingekuwa ni hivyo, basi Yusufu angekuwa ni wa kwanza kuanguka na mke wa Potifa. Wai alisema hapana, siwezi kutenda dhambi hii nikamkosea Mungu wangu. Hata kama aliingia gerezani, lakini tunaona Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu hakumpungukia. Niseme na wewe mwana wa Mungu, hauna sababu ya kuingia kwenye changamoto ya kutenda dhambi kwa sababu ya mambo ambayo haya tunayaona ya kimwili. Hapana. Mungu akiwa upande wako, hata yule anayekuonea, kuna namna Mungu atafanya. Kwa hiyo anajaribu kusema kwamba kuna hekima katika kuikataa dhambi. Kuna hekima katika kukataa mtu anayekushawishi kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini Biblia inasema wazi kabisa kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ya 1 na mstari wa 1 ya kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika njia za sio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa watu wenye midhaha. Kwa hiyo kwenye dhambi hakuna mahali Mungu ametupa hekima ya kunyenyekea ama ya kutafuta namna ya kuikwepa kwa hekima. Kwa nini? Hapana. Biblia imesema ikimbieni zina, ikimbieni. Hakuna namna nyingine, hakuna lugha nyingine ya kusema kwamba nitamwambia baba, unajua sisi tumeokoka, tuwezi kufanya hivyo. Hiyo ni kutengeneza season ama mjadala wa kuendelea kusumbuliwa. Kwa hiyo ikitokea baba wa kiroho amekuhitaji kingono, unatakiwa umwambie ukweli, siwezi kufanya hicho kitu. Wewe una familia, whatever, ana familia, lakini anapokuja kwenye upande wa kutendesha wewe dhambi, unapaswa kukataa kwa herufi kubwa na kumuonesha kwamba wewe sio muumini kwa hilo jambo. So anachojaribu kutuonesha hapa ni kwamba kuna namna tuwe tunakataa kwa lugha nyepesi nyepesi,
kwamba unajua baba, unajua mimi, unajua vile, unajua hivi, sio msingi wa neno na sio msingi wa Biblia. Kwenye eneo la dhambi unatakiwa kukimbia. Biblia inasema mpingeni shetani, haisemi mbembelezeni shetani naye ataondoka, inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa dhambi huwa inakemewa. Dhambi huwa haina lugha nyingine ya kubembeleza. Dhambi haina lugha nyingine ya kuikwepa, ni kuikemea, ni kuikataa kwa nguvu, kwa akili na kwa moyo. Kwa hiyo asirahisishe Injili, asirahisishe mahubiri ama neno la Mungu kwa faida za kwake. Ikiwa amezoea kutembea na watoto wake wa kiroho na anatafuta namna ya kuwahalalisha kwamba ni sawa, asitake kuambukiza jamii nyingine ama madhehebu ama misingi mingine ya kiimani ambayo inaendelea kusimama vizuri. Kwa katika hili mimi tu ni mshauri, hakuna namna anaweza kulibadilisha likaonekana lilikuwa sawa, kwa sababu mambo ya rohoni huwa yatafsiriwi sawasawa na mambo ya mwilini. Unapotolea mifano ya bosi aliyekuajiri kazini, linganisha na mchungaji ama baba wa kiroho, ni vitu viwili tofauti. Ni kweli huko mwilini tunaweza tukapata shida, lakini tunaporudi rohoni, Biblia inasema Mungu huwa anasimama na mtu mwenye haki tu. Lakini turudi pale pale unaposema kwamba huyu sekretari aliyekuwa ameajiriwa na bosi ama huyu mfanyakazi ambaye alikuwa ameajiriwa na bosi, inapotokea bosi amemhitaji na mfanyakazi amemkataa, inawezekana akamfukuza kazini ama akampelekea kupata changamoto kazini. Basi turudi kanisani hapa. Let's say mimi ni mchungaji wako, nimekutaka wewe kimwili, alafu umenikataa. Kwani kanisani kuna ajira? Kanisani kuna mshahara? Kwa maana nikikufukuza, nitakufukuza kanisani ama nitakufanyaje ili wewe uingie kwenye hasara za kimwili, kama anavyotaka kumaanisha kwamba mimi ni mamlaka kama mchungaji wako wa kiroho, naweza kukupelekea kuishi maisha magumu. Kwa namna gani? Sababu kanisani tunaona hakuna mahali ambapo tunasema labda baada ya ibada tutakupa 200,000 ama baada ya nini tutakupa chochote kitu. Hapana, tutakuombea baraka na kufundisha jinsi ya kutembea na Mungu, na ukifuatisha vile Mungu ambavyo anaelekeza ndio unaenda kubarikiwa. Kwa hiyo sioni kama kuna namna yote anaweza kaliweka sawa. Badala yake tunaweza kukubaliana kwamba amekosea, na katika hili inapaswa tu atoke hadharani, aombe msamaha watumishi wa Mungu tu, aombe msamaha wa Kristo kwamba katika hili niliteleza, kwa sababu hata anapojibu kuliweka kwenye mfumo wa kibinadamu, nikirudi kwenye mfumo wa rohoni haliingii kabisa, linakataa. Na moja kati ya pointi kubwa ambayo inamtupa ni pale anaposema kwamba unaweza usiolewe kabisa kwa kumkataa mchungaji wako. Yani why? Yani na maana hiyo laana kwamba Mungu aithibitishe. Yani vitu vinachekesha. Yani kwamba wewe, mimi nimekutongoza mimi mchungaji wako, umenikataa. Kwa hiyo ina maana mimi niumie, ninungunike na Mungu athibitishe upumbavu wangu, kwamba kwa sababu wewe umenikataa mimi niliyetaka kuzini na wewe kukuangusha dhambini, kwamba itokee hivyo sasa Mungu akulani wewe. Yani ni Mungu wa Mbagara, ni Mungu wa Kibamba, ama tunamzungumzia Mungu huyu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye anasema anasimama na mwenye haki. Kwa hiyo katika hili hakuna namna ya watu kuelewa, isipokuwa tu ni kukubali kwamba katikati ya maneno mengi niliyotamka na hili nilikosea. Kwa hiyo niombe msamaha. Kuendelea kulitengeneza, kulijumbisha, kulifanyaje, ni kuendelea tu kujichelewesha. Katika hili umekuyanga. Na mimi nikutie moyo, mwana wa Mungu, hizi ni nyakati za mwisho, tuko mwishoni kabisa. Kwa hiyo tunapoona mambo kama haya yanatokea, sisi ambao tunaendelea kumngoja Bwana, tuendelee kuwa makini, tuendelee kuwa na utulivu. Tamani Roho Mtakatifu akufundishe, tamani kulielewa neno wewe mwenyewe, kwa sababu leo hii kila mtu unaona kama ya mafundisho ni mafundisho potofu ambayo unaona kabisa ni ya kijinga. Na Biblia wachungaji kama hawa huwa inawaita ni umbwa, wachungaji ambao hawajui maandiko. Sababu huwezi kuniambia kwamba kwa mchungaji anayejua maandiko anaweza kuthibitisha kwamba Mungu anaweza akamlaani mtu aliyekataa kutenda dhambi. Yaani mtu aliyekataa kutenda dhambi amesimamia imani yake, halafu Mungu amlaani mtu huyo. Sasa unaona ni upungufu wa kutokujua maandiko. Kwa kuna watu leo wanatembea kwenye maarifa vile, wamesoma sana vyuo, wamesoma theology, wanafikiri ndio kutembea na Mungu. Kuna watu wengi ambao wametembea kwenye uzoefu, kwa sababu kwa muda mwingi amekuwa akifanya huduma, anafikiri ndio kutembea na Mungu. Kwa hawataki kujiconnect na Roho Mtakatifu akawa msemaji badala yao, bali wao wanasema badala ya Roho Mtakatifu, kitu ambacho kinatuletea changamoto katika wokovu. Na unaona hata jina la Mungu wakati mwingine linatukanwa kwa ajili yetu sisi ambao
tunarahisisha ama tunaamua kuliendesha neno kama vile ambavyo tunataka sisi. Kwa katika hili ni mtake tu huyu mchungaji atoke hadharani aseme tu katika hili nilipuyanga, nilipitiwa. Kwa hayo machache, Mungu akubariki na tuendelee kushare, like, kusubscribe ili watu wengi waendelee kuzipata hizi habari. Kwa Mungu akubariki sana. Usikose kuendelea kututembelea kwenye channel yetu Bidagwa TV, YouTube, TikTok na Facebook. Tuko pale kwa habari mbalimbali na mambo mengine. Mungu akubariki na bye bye.